Yes, tuendelee kuzungumza, tupige story kuhusu forex, tupate ujuzi, na wale ambao kuna vitu vina washinda wapate kuelewa. Hii ni episode ya 14. Yeah. Na I wish nitazidi kutoa vitu vizuri ili watu waweze kujifunza. Bila kusahau tuna kitabu chetu ambacho tunakiuza kwa wale matrader ambao tayari wana hustling ya kutafuta strategy. Kwa hiyo na washauri ni check DM au kuna linki hapo kwenye bio, unaweza tukawasiliana. Karibu tena kwenye Evo Forex Podcast. Kawaida yetu kuzungumza kuhusu forex, na leo nilikuwa natamani kuongea kitu ambacho traders wengi inawezekana wanakipuuza na ni kizuri pia. Sasa ni hivi, unaweza kuwa na strategy nzuri sana kwenye swala zima la forex, lakini ukitrade muda ambao sio sahihi, basi jua utapoteza. Utapoteza pakubwa sana. Ipo hivyo, na ni changamoto pia kwa baadhi ya watu ambao hichi kitu kinawasumbua sana sana, wale ambao ni beginners, bado ndo wanaanza. Kwa hii video itakuwa ina wahusu sana. Leo bwana, nilikuwa napenda sana niongelee kitu kimoja hivi, trading sessions, muda sahihi wa kuingia kwenye market. Yeah, good topic. Iko vizuri, nadhani kwa wale ambao kidogo itakuwa ni shida itawasaidia. Sasa kwenye forex bwana, kuna kitu ambacho watu hawajui. Wengine wanajua, lakini baadhi yao hawajui kwamba forex market iko wazi masaa 24 hours. Lakini sasa haimaanishi unatakiwa kutrade masaa yote 24. No, it's not like that. Hapo sasa ndo wengi, hata mimi mwenyewe before ilikuwa inanipa tabu sana. Nilikuwa nakosea kama wengi wanavyokosea kipindi hiki. Sasa kwenye forex bwana, kuna session fulani hivi, ziko 3 ambazo ni muhimu sana. Nitajaribu kutaja moja na kuielezea kidogo, na pia kwenye comment unaweza ukaniambia una trade sana session gani. Ya kwanza kabisa ni Asia session. Hii bwana ni session ya Asia. Market hapa inakuwa very slow. Inakuwa kama haina mwendo sana. Movement inakuwa ndogo, na zile consolidation zinakuwa ni nyingi sana kwenye hii Asia session. Hii sio nzuri sana kwa beginner. Kwa nini? Hakuna volatility ya kutosha kwenye hii session. Kwa kama mtu ambaye anaanza kujifunza forex, kwenye hii session kidogo inakuwa ni changamoto, labda kwa wale ambao ni pro trader. Ya pili bwana ni London session. Ni maarufu sana hii. Hii ndo session muhimu sana. Sasa hapa market mara nyingi sana inakuwa active. Na kuwa na movement kubwa, na opportunity kwenye London ni nyingi sana. Na pia hii ndio muda mzuri sana wa kutrade.
hiki ndio kipindi kizuri hata kwa wewe beginner, kipindi kizuri sana cha trade. Na ya tatu ni New York session. Hii pia ni session fulani ambayo ina nguvu sana, kwa sababu hapa kuna high volatility. Alafu pia kwenye New York kitu kingine ambacho naisifu, hii session ina news nyingi sana. Kwa hiyo unatakiwa unapo trade New York unakuwa uwe makini sana na hizi news, na sehemu ambapo kuna news nyingi basi lazima kuwe na big moves na spike yanakuwa ni mengi sana. Kwa hiyo New York ni nzuri, lakini pia ina riski kubwa kidogo. Sasa mimi napendeleaga sana kwa mtu ambaye anajifunza forex atafute sana nafasi kwenye London session, kwa sababu New York kidogo inakuwa ina riski kubwa. Sasa kuna muda kwenye muda hapa, moja niweke title fulani nzuri ili uweze kunielewa. Best time. Muda mzuri wa kutrade ni muda gani? Kama nilivyozielezea zile session 3. Sasa nataka ni deal na London kwanza. Kwenye London inapofunguka, yani wenyewe wanasema London Open, ule muda ambao London inafungua, kwa ule ni muda mzuri sana wa kutrade, kwa sababu patterns zinaonekana, wale wanao trade, yani strategy yote inakubali kwenye London Open. London plus New York overlap, ule muda pale ni muda mzuri sana wa kutrade inapoisha London na inapoingia New York. Hapa ndipo market ina movement kubwa na setup nzuri pia huwa zinatokea. Sasa kuna makosa pia lazima tuyaepuke. Kutrade muda wote, na wasemaga kutrade wakati market iko dead, na kutrade kila saa, hii inaharibu sana consistency yako. Kwa hivi vitu pia nitajaribu kwenye kila episode kuvirudia, ili wewe msikilizaji ambaye unajifunza forex uweze kuelewa hivi vitu kwamba haviruhusiwi na vitakupa hasara. Sasa wale wanaojiita pro trader huwa wanafanyaje? Nataka nikusanue kitu hapa. Ana plani ya muda wake. Mfano nina trade labda nita trade, mfano kama mimi nita trade labda London session tu, au nita trade masaa mawili tu kwa siku. Hii inakupa focus na inaboresha performance yako ya trading. Kwa hiyo labda ukija kwenye tunasema mfano kwenye real life, fikiria hivi kwa sababu unanisikiliza lazima ufikirie kile kitu ambacho mimi nataka nikiseme hapa. Market ni biashara ya duka. Kuna muda wateja wengi na kuna muda wateja wanadisappear, yanakuwa ni wachache sana. Wewe unataka kufanya biashara wakati gani? Kwa jibu unapata wakati kuna wateja wengi, ule muda ndio muda ambao unatakiwa ufanye biashara. Kwa hiyo forex pia iko hivyo, ule muda mzuri ambao London inapofunguka ndio muda mzuri wa kutrade ile forex. Lakini kumbuka pia sio kila muda ni wa kutrade. Unaweza kurudia, chagua muda sahihi. Hata strategy rahisi inaweza kukupa profit, lakini ukichagua muda mbaya, hata strategy kali ambayo na isifu inaweza kukuangusha. Na forex sio kufanya kazi muda wote, tafuta muda sahihi. Kwenye hii episode nimejaribu kuifupisha ili kila mtu aweze kuielewa, na nitajitahidi inayofuata nijaribu kuzungumzia news trading. Na watu wanasafa kwenye hilo, kwa hiyo lazima nipite hapo pia nijaribu kukitoa kile ambacho mimi nakifahamu, jinsi news zinavyoathiri market. Kama umejifunza kitu leo, good to you. Hakikisha unafanya subscription kwenye hii account ili kupata vitu vizuri zaidi, na share na watu wengine pia ambao wana
hitaji kunisikiliza hiki ninachokizungumza. Tutaonana kwenye episode inayofuata. Asante sana. Thank you.